hii ile kitu shida tuko naye ni shida ya pesa ya watoto ya shule. Sababu wakati tulikuwa wadosi tuko na ng'ombe, tuko na punda, tuko na mbuzi. Saa hii watu wengine wanauza ardhi sababu ya watoto. Saa hii watoto wengi anakaa nyumbani, shauri haina nauli ya kurudi shuleni. Na hata saa hii hata amekaribia kufungua, lakini hatujui venye ataenda aje. Pesa hakuna, ile ng'ombe kidogo kidogo amenona, na bei saa hii siku hizi ameteremka chini, lakini tunaomba Mungu ya wazee wa Kimasai kukubali kuacha mila zao na kukubali kuacha ukeketaji na mambo mengi. Sababu wakati wa likizo kama hii, kwa zamani wazee hawa hawakuwa wanataka kukaa karibu na msichana wa kike, lakini vile watu wamekuja kuingia kanisa na kufundishwa neno la Mungu na kufundishwa vile unakaa pamoja na watoto wako, wazee hawa wameanza kupata kuwafundisha watoto wao jinsi watakavyokaa. Kwa hivyo hata ndoa za mapema zimepungua, hata ile mimba za mapema zimeanza kupungua kwa sababu ya vile wazee hawa wamekaribia wazazi sasa na wamekaribia watoto wao na kuwazungumzia. Natoa wito kwa watu wetu wote ya kwamba umuhimu wa masomo ni kitu ya maana na pia kumjua Mungu ni kitu ya maana, kwa sababu ukiingia kanisa na kufundishwa neno la Mungu utajua, kwa sababu utakapokuja kanisani utafunzwa mambo mengi mazuri. Na tumewacha wale ambaye hatusomeshi wasichana, tunasomesha siku hizi kabisa. Wasichana kwanza tunaoona ndio wako na baraka kuliko kitu kingine, kwa sababu msichana ndiye anakumbuka mzazi kuliko mwanaume. Ile shida tulikuwa naye watoto tuko nao saa hii kuanzia sasa, watoto wamekosa masomo kwa sababu ya karo za shule. Tulikuwa na ng'ombe samani mingi sana, ikakuja kufagiliwa na kiangazi wote. Sasa tunakaa ambaye hiyo shida ndio tuko naye pale. Mpaka viongozi atusaidie tusomeshe watoto. Saa hii hakuna kuolewa watoto wakiwa wadogo. Hakuna mambo ya kukeketwa wasichana. Sisi tumekataa kama kimila ya Masai. Tumekubali kwamba ile yote ambaye hii maeneo zote ambayo ama serikali inatusaidia kuambia mambo ya kuacha mambo ya kuketesa watoto, tumekubali. Sasa watoto wanasoma. Sasa Wamasai pia wamekubali kwenda kanisa, wameokoka, wamekubali Mungu. Na pia japokuwa hata tunaomba serikali yetu kama sisi hata Wamasai kama tumekubali hiyo mambo yote, tumekubali kanisa, tumekubali masomo, lakini kuna watoto ambaye labda ako shule, ako nyumbani kwa sababu ya kukosa karo. Lakini hata hivyo ile pesa kidogo tunapata kwa viongozi wetu kama mheshimiwa mbunge ama kwa kaunti inasaidia wale watoto wadogo, lakini akiongeza hiyo mfuko, naona wale watoto wako shule wote wataingia shule.